Ni majira mazuri ambayo Mungu ametupa, nasi tutayatumia kwa ajili ya kujifunza na kwa ajili ya kuomba pia. Watu wa online, jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza kucomment amen, ukatuambia unatupataje kule online. Tumekuwa technical problem ya kamera, lakini kwa njia ya sauti bila shaka mnatupata. Bila shaka mnatupata kwa njia ya sauti. Ni kwa sababu ya mambo yaliyo juu ya uwezo wetu. Baba yetu na Mungu wetu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya majira haya na nyakati hizi. Heshima na adhama tunakurejeshea wewe Bwana, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya ibada nzuri ya sifa. Asante kwa ajili ya masifu ya jioni. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyefika mahali hapa. Heshima na adhama ni vya kwako Bwana. Natakasa anga, natakasa ardhi, natakasa frequencies zinazokwenda kwenye media, na achilia damu ya Yesu Kristo. Kama Mungu, kama vile ambavyo frequencies za radio zinavyopenya kutoka sehemu mbalimbali kwenda sehemu mbalimbali, ndivyo frequencies za YouTube zinavyopenya kutoka hapa Dar es Salaam kwenda mataifa mbalimbali. Mungu Baba, kila mmoja anayetufuatilia, ninaachilia Roho wako Mtakatifu ndani mwake. Lolote ambalo linamsibu na chochote ambacho kiko ndani ya moyo wake kiende kuondolewa katika jina la Yesu. Sema, Roho Mtakatifu, karibu tuhudumie. Roho Mtakatifu, karibu ndani yetu, uwe mwalimu wetu na kuhani wetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Jioni ya leo nataka tujifunze mambo matatu mazuri sana, lakini nitahitaji baada ya kujifunza tuingie kwenye maombi. Nitawakaribisha wageni mwishoni kwa sababu muda wetu umeenda. Kwa hiyo karibuni sana wageni mliotembelea. Andika kichwa cha somo kinachozungumza je, mafuta waliopakwa Elisha, Ahazia na Yehu yana maana gani? Biblia inasema, Wafalme wa kwanza sura ya 19 na ule mstari wa 15. Bwana akamwambia, anamwambia nani? Anamwambia Elia. Bwana akamwambia, ili neno Elia halipo, mimi nazungumza, mimi naliweka mimi. Bwana akamwambia Elia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Meola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaposoma maneno haya, maneno ya Mungu, tunaona kwamba Mungu anamwambia Elia, nenda kawatie mafuta watu watatu. Kawatie mafuta. Kamtie mafuta Yehu awe mfalme wa Israeli. Kamtie mafuta Elisha mwana wa Shafati awe nabii mahali pako, na Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Watu watatu Mungu alitoa maagizo watiwe mafuta kwa
ajili ya nini? Kwa ajili ya utawala, kwa ajili ya uongozi. Hii ilikuwa na maana gani kiroho? Ilikuwa ni kwamba ni maandalizi ya kazi walio nayo. Kila mmoja alitiwa mafuta sawa sawa na special appointment. Azaeli akatiwa mafuta awe mfalme wa Shamu. Yehu akatiwa mafuta awe mfalme wa Israeli. Elisha akatiwa mafuta awe nabii mahali pa Elia, kwamba Elia atakapokuwa ametwaliwa, ule upako unahamia kwa Elisha. Yehu awe mfalme na Azia awe mfalme. Hao watu wote walipewa special appointment. Tutaona huko mbele. Kuna kitu cha kujifunza, watu wa Mungu. Elia anamtia mafuta Elisha kuwa nabii badala yake. Hii ilikuwa na utangulizi wa uongozi wa kiroho, kwani Elisha alikuwa ni mwanafunzi wa Elia na alimfuata kikamilifu. Lakini angalia kitu ambacho kinakuja kutokea. Ukiendelea kusoma kwenye Biblia, unaona Elia aliwatia mafuta watu wawili wawe wafalme. Maana zamani ilikuwa mfalme lazima atiwe mafuta, lakini ilipokuja kwa Elisha, Elisha akutiwa mafuta kichwani. Maana yake mafuta walikuwa wanaweka watiwa wafalme. Elisha, Biblia inasema Elisha alipokutana na Elia, Elia alimrushia koti. Alipomrushia koti, upako wa Mungu ukatoka kwa Elia ukaingia moja kwa moja kwa Elisha, na kwa koti tu mawazo ya Elisha yakabadilika. Akaanza kuambia, akamwomba ruhusa Elia. Elisha alikuwa analima, yuko shambani. Biblia inasema alikuwa na jozi za ng'ombe, alikuwa na jozi za ng'ombe 12. Maana yake kwa kipindi kile alikuwa na trekta 12, na yeye alikuwa na kundi la mwisho, maana yake trekta ya mwisho. Jozi moja ya ng'ombe ni sawa na ng'ombe wawili. Wanafungwa huku na huku, wanawekwa mti katikati ya pembe na pembe, wanakuwa wanalima. Ni trekta. Maana yake alikuwa na ng'ombe 24, na pia alikuwa na trekta 12. Aliporushiwa vazi, roho yake ndani ikabadilika. Atuoni mahali alikoombewa, roho yake ndani ikabadilika. Ilipobadilika, akamwomba ruhusa Elia, akamwambia, nakuomba unipe ruhusa niende nkawaage ndugu zangu. Alipokwenda Elisha, akaenda akachinya ng'ombe wote, akawagawia watu, akaingia kwenye utumishi bila kuwaza mradi wake. Kwa hali ya kawaida, niliwahi kufikiria siku moja, mtu mwenye trekta moja kwa hapa Tanzania kwa siku anaweza kulima eka 10. Akiwa na trekta 12, maana yake analima eka 120 kwa siku. Huyo ni mtu mmoja tajiri mkubwa sana. Lakini aliacha utajiri wake Elisha,
akaenda kumtumikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni special appointment kutoka kwa Mungu. Elia alipewa maelekezo ya kwamba nenda kamweke mafuta, kampake mafuta. Ile kwa sababu Elia alikuwa anajua, alikuwa anafahamu taratibu kwamba wanaopakwa mafuta ni wafalme. Huyu alimrushia vazi. Nini maana yake katika maisha yetu? Kuna mahali ambako tunapita, Mungu anatuita yeye mwenyewe. Amekuchagua wewe uokoke kutoka kwenye familia yako. Amekuchagua wewe ndio uliopokea wokovu. Wenzako hawana wokovu. Wenzako wako huko wanapiga kasongo yeye, wako mtaani tu. Lakini wewe umepewa neema ya kuokoka. Hiyo neema uliyopewa sio ya kwako. Ni maandalizi ya Mungu kwako kwa ajili ya uzao wako na baraka zako za kizazi kijacho. Na watu hawanifahamu. Hakuna mtu yoyote ambaye yuko kanisani ambaye ameokoka kwa kutaka kwake yeye mwenyewe. Kwa bahati nzuri wengine ni wageni, mimi siwafahamu. Lakini nataka nizungumze kitu kimoja. Swala la wewe kuokoka, kila mtu atathimini mahali alikotoka. Umetokea wapi? Ni wapi ulikotoka? Mpaka unakuja kukutana na Bwana Yesu unaokoka. Ni nini? Manake Mungu alikuwa anakuandaa tangu ukiwa msichana, tangu ukiwa kijana, tangu ukiwa mdogo, tangu tumboni mwa mama yako, tangu ukiwa mimba kwenye tumbo la mama yako. Amekuandaa wewe kwa ajili ya kazi maalum. Lakini watu wanakuwa hawafahamu kwamba hata kama umeokoka baada ya kupigwa na magonjwa, stili Mungu anakupenda, kwa sababu wako wengi walioumwa na wakafa, ila wewe unaishi. Kinachosababisha uishi ni nini? Bado Mungu ana kazi na wewe. Watu wengi wanapokuwa wamepata kile wanachokitaka, huwa wanakimbia, wamtaki tena Mungu, ila watakuja usoni pa Mungu kwa sababu wana shida. Nataka nifundishe jambo moja hili. Kuokoka kwako sio hiari yako, ni hiari ya Mungu aliyowekeza ndani mwako. Na wewe ulipookoka, ukikaa vizuri na Mungu, lazima ataanza kukutumia kwa sehemu mbalimbali na kwa kazi mbalimbali. Nikikumbuka mimi nimekuwa kwenye dini ya Uislamu, nimeteseka na majini miaka 21, lakini Mungu akawa ananihubiri kwa habari ya kutoka. Nilipotoka leo hii ni mhubiri, lakini haijawa rahisi. Nimepita kwenye mchakato wa vitu vingi. Sikuwahi kwenda kanisani kwa sababu ninaumwa. Sikuwahi kwenda kanisani kwa sababu na shida. Nilienda kanisani kwa sababu ya kumtafuta Mungu. Na leo hii Bwana amenitokea, ninakuhubiria Injili. Hata kama uitikii, nitaitikia mwenyewe amina. Hata usipopiga makofi, ninayo nitajipigia mwenyewe. Haya makofi hayauzwi, kama yanauzwa nitaenda kununua. Kwa nini? Kwa sababu kila aliyeokoka Mungu ana kazi naye. Si watu wote wanaweza kuwa wahubiri, lakini unaweza ukaungana na wale wamama, kama ni wamama na mtu wengi, mkaungana na wamama wenzenu waliokuwa wanamtumikia Yesu na mali zao. Mungu, ngoja niwape kisa kimoja. Niwape kisa kimoja. Ninamzungumzia mtu mmoja. Kila mtu ana kazi yake. Namzungumzia mtu mmoja. Elia, tuachane naye, twende kwa Elisha aliyepewa upako na aliyepewa nguvu za Mungu baada ya Elisha kuondoka. Elisha akaendelea na huduma, akamwandaa Gehazi. Siku moja wakiwa kwenye huduma,
wanatembea wanakwenda sehemu. Mama mmoja akawaona, akawajua hawa ni watumishi wa Mungu, akasema hapana, hawa watu kila siku wanapita. Akaenda kwa hekima, akamuomba mume wake, akamwambia sikiliza, hawa ni watumishi wa Mungu, ninakuomba tuwatengenezee chumba kwenye nyumba yetu, ili watakapokuwa wanaenda kwenye safari zao za injili wapate kupumzika nyumbani mwetu. Lile wazo likawa ni zuri machoni pa mume wake, akawapokea watumishi. Yule mama sio mhubiri, yule mama hajawahi kuhubiri, lakini tunamuona anahubiri kwa mambo aliyofanya. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa baada ya kumshawishi mume wake akakubalika, wakawakaribisha Elisha pamoja na Gehazi. Walipokuwa wamekaa siku kadha wa kadha, Elisha akamuuliza yule mama, wataka nikutendee nini? Umetukirimu vizuri, umetupa chakula, umetupa maji, tumelala bila kulipa hela za loji, wataka nikutendee nini? Gehazi akafahamu huyu mama hana mtoto. Hana mtoto. Akuomba, alitamka, majira mwakani, majira kama haya utakuwa unanyonyesha. Yule mama kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana imani na kuwakaribisha watumishi wa Mungu, lakini hana imani na kile kinachozungumzwa, akazungumza usidanganye mtumishi wa Mungu, usinidanganye pastor, unajua. Yule mama, Biblia inasema akapata mtoto. Alipopata mtoto akakaa tu, aendi kuomba tena, ana mpango na kuomba tena, akaendelea na maisha yake tu. Siachapata mtoto, basi. Lakini Biblia inasema baadaye yule mtoto akaugua ugonjwa. Kwanza Biblia inasema alianza kuugua baba akaugua na mtoto akaugua. Baba akapona, mtoto akafa. Alipougua akamfuata mtumishi wa Mungu, akamwombea, mtoto akapona mara ya kwanza. Akaugua tena mara ya pili, mtoto akafa. Anakufa, ndo mama anashtuka, anaenda kumuita Elisha amfufulie mtoto. Ashukuriwe Mungu, Elisha alimkuta akamfufulia mtoto. Kuna siri kubwa ya kujifunza, watu wa Mungu, ya kwamba yule mama hakuwahi kwenda kanisani hata siku moja. Kipindi kile makanisa ya kuwepo, atuoni mahala ambapo alikuwa anakutana anaenda kwa mtumishi wa Mungu kuabudu. No, alikuwa anamfuata mtumishi wa Mungu kwa sababu ya special purpose, kwa ajili ya tatizo fulani. Mtoto ameumwa, ndio anaenda kwa mtumishi wa Mungu. Hiyo moja. Mbili, mtoto amekufa, ndio anaenda kwa mtumishi wa Mungu. Atuoni mahala pengine alikoweza kumfuata. Lakini hiyo inatusaidia nini sisi watu wa Mungu? Mungu amekupaka mafuta ya kuwa mtumishi wake. Umeokoka, sio kwamba umeokoka ulale nyumbani. Hapana. Mungu ana kazi na wewe, mtu wa Mungu, hata mkiniangalia msipoitikia amina. Kama utaki amina, hacha. Kwa sababu nazungumza, Mungu ana kazi na wewe. Wewe utaki, basi kama utaki, wacha nipeleke mtandaoni, wanaosikiliza mtandaoni. Mungu ana kazi na wewe, unaweza ukaitikia amina. Usijikatie tamaa, usijikatie tamaa. Haijalishi unapitia mangapi, bado Mungu ana kazi na wewe. Walioko hapo wamekataa, napeleka mtandaoni. Hayo ukikataa, napeleka mtandaoni. Wako wanaosikiliza, Mungu ana kazi na wewe. Sasa kazi ya yule mama mjane, kazi yake ilikuwa nini? Kazi yake ilikuwa nini? Yule kuwakaribisha watumishi wa Mungu tu, kuwakaribisha watumishi wa Mungu tu. Alipata mtoto, kumkaribisha mtumishi wa Mungu tu, akapata mtoto.
asingekuwa na akili ya kumkaribisha, angekuwa tasa mpaka anazeeka na kufa. Ile roho ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu haikuwa ya kwake, ilikuwa ya Mungu, maana Mungu alikuwa na kazi naye kumpa mtoto. Akamkaribisha, akasema tumkaribishe mtumishi. Akamkaribisha, hana mtoto, anapokea mtoto. Amepokea mtoto, anajisahau kwamba hiki kitu nimekipata kwenye madhabahu ya Mungu. Chochote unachokipata kwenye madhabahu ya Mungu lazima ukitunze, kwa sababu ni muujiza uliotoka kwa Mungu. Muujiza ukitoka kwa Mungu unatunzwa na madhabahu ya Mungu. Sasa tuangalie mtu wa pili. Mtu wa pili ni Yeu. Mfalme Yeu alitiwa mafuta, au tunampata Wafalme wa kwanza 19:16. Alitiwa mafuta awe mfalme wa Israeli. Yeu alikuwa mwenye nguvu, aliteuliwa kuondoa uzao wa Ahabu na Yezebeli waliokuwa wanamwabudu Baali. Mungu alimtumia Yeu kwa ajili ya hukumu dhidi ya uovu wa nyumba ya Ahabu na kurejesha utii wa kidini kwa Mungu. Tumeona Elisha alikuwa ni nabii mahali pa Elia. Yeu anatiwa mafuta kwa ajili ya kuwapa viboko, kumtandika mfalme Ahabu. Kwa nini? Kwa sababu ya uozo. Kwa sababu ya nini? Ya kuabudu Baali, ya kutumikia miungu mingine, ya kufanya maovu. Kumbuka mfalme wa Ahabu alikuwa ni mfalme wa Israeli, lakini kwa sababu ya kutotii kazi ya Mungu, kwa sababu ya kuongoza na maongozo ya Mungu, akakengeuka. Mungu akamwinua Yeu, mfalme mwenye nguvu, akawatandika viboko. Hiyo na maana gani? Kuna wakati ambako taifa lolote Mungu anaweza kumwinua kiongozi ndani ya taifa lolote, lakini yule kiongozi akaongoza akajisahau kwamba nimeitwa na Mungu, akaongoza anavyotaka yeye. Kinachotokea gawani nini? Mungu atainua kitu kingine kinakuja kumtandika yule mfalme. Anaweza kainua taifa jingine, mkaanza vichoko, mnakuta mnaingia vitani, lakini mnapoingia kwenye vita, ili taifa ambalo limemwasi Mungu linaenda linatandikwa na taifa ambalo yani hata kwa macho ya kawaida pengine huwezi kudhania kama hili taifa linaweza kupiga hili taifa. Baada mjanielewa, ngoja nizungumze kitu kimoja. Mungu ameinua taifa la Marekani kuwa na nguvu hapa duniani. Maana yake vitaifa vidogo vinaweza vikapigwa na vikasambaratika. Aya, kama haitoshi, Mungu kainua taifa la Urusi, lina teknolojia ya hali ya juu, linaweza naona tunavyoona tunapiga Ukraine. Kwa nini? Atuelewe kinachoendelea. Mimi nafundisha nguvu. Lakini kama haitoshi, tunaona Waisraeli wana teknolojia ya hali ya juu sana, ambayo ukirusha bomu linanaswa, linakamatwa. Na walianza teknolojia miaka nyuma sana. Hizi drone zisizokuwa na marubani wamekuwa nazo miaka mingi sana iliyopita ya nyuma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliliinua taifa lake akalipa nguvu. Lakini hilo taifa likienda kinyume na mpango wa Mungu, litakula viboko vya kutosha. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Taifa lolote ambalo kiongozi wake hatakwenda kinyume na matakwa ya Mungu, akafanya ya kwake anayoyataka, hatapigwa. Nasema atapigwa. Atapigwa na nani?
Mungu atamuinulia wa kumtandika viboko. Nazungumza hivyo kwa sababu gani? Nazungumza hivyo kwa sababu hii. Taifa la Misri, ukisoma kitabu cha Kutoka kuanzia sura ya 5, Mungu, wana wa Israeli wakiwa Misri wamekaa kwenye utumwa. Mungu anamuinua Musa, anamwambia nenda kwa Farao, waambie jinsi alivyowatesa watoto wangu inatosha, awape ruhusa muondoke mwende kwenye nchi yenu. Yule Farao, kwa sababu alikuwa ni mfalme wa Misri mwenye kiburi, ana jeshi la kutosha, ana vifaa vya kutosha, ana nguvu za kutosha, badala ya kuwapa ruhusa akaendeleza mateso, akawatesa Waisraeli, akawatesa na kuwanyanyasa, akawafanyia aliyowafanyia. Angalia Mungu alipokuja mwenyewe akaanza kuinua mapigo kuipiga taifa, akaanza kulipiga taifa. Kwa nini? Kwa sababu yule kiongozi aliyekuwepo anafanya ujinga. Sasa ina maana gani? Tunaona kwanza, ukisoma kitabu cha Kutoka kwa wakati wako kuanzia sura ya 5 utaona, ikiwezekana soma chote. Taifa la Misri lilipata hasara ya kutosha kiuchumi, kwa sababu mapigo ya Mungu yalikuwa mengi zaidi ya 10. Kutoka sura ya 5 tunaona Mungu alipomwambia Musa alipokwenda kumwambia Farao, waliongezewa kazi isiyo ya kawaida. Yaani badala ya kupewa uweni, mateso yanazidi kuwa mazito. Angalia mapigo ambayo taifa lilikuja kupata ni mengi sana. Farao alikuwa anajivunia na waganga wa kutosha, alikuwa anajivunia ana intelligence kubwa, ana vyombo vya dola vikubwa vyenye teknolojia kila aina, kwamba hawa Israeli hawana chochote mbele yetu. Kwanza hawana jeshi, pili hawana nguvu, tatu hawana chochote, tutawafanya tunavyotaka sisi. Akujua kwamba Mungu anaweza kuinua vitu vingine ambavyo havihitaji jeshi, havihitaji silaha, havihitaji bunduki, vitalizofisha taifa. Haleluya, watu wa Mungu. Farao alipokuwa mbishi, hapa nafundisha nini? Niko kwenye mfano wa Yehu ambao Mungu alimuinua kuwa na nguvu ya kupiga wafalme wengine. Huo ni mfano. Sasa Farao yeye, kwa sababu alikuwa anajivunia, ana waganga, ana vyombo vya ulinzi na usalama, ana mawaziri, ana wasomi, akasema wewe bwana mdogo, wewe unitishi, muda wote nitakufyatua. Mungu akainua pigo la vyura, vikatapakaa nchi nzima. Farao akaita madaktari, njooni tutengeneze dawa ya kuua vyura. Vyura havifi. Kwa nini? Kwa sababu ya uasi, sababu ya uovu anaowatendea Waisraeli. Wacha nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Pesa zilitumika nyingi za kufanya chemical reaction kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali za kuua vile vyura. Waliposhindwa wakasema hapana, tumwendee Musa, tumuombe atusaidie, lakini huku washapata hasara. Haijatosha, wakaendelea kuwatesa Waisraeli. Wakasema simeisha bwana. Mungu akaleta pigo la inzi, wakatafuta namna ya kutibu inzi nchi nzima. Pesa zikatumika, uchumi unazidi kuisha. Kumbuka ugonjwa wa corona ulipokuja, mataifa mengi yamepata hasara kwa sababu wanatumia gharama kubwa kufanya tafiti ya kuondoa ule ugonjwa. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Lakini mapigo mengi, walikuja wakapigwa wanyama. Huo ni uchumi unatikisika, uchumi wa nchi nzima. Wakapigwa kwa majipu, wakapigwa kwa mvua ya mawe. Hatuoni haya majipu na mvua za mawe
kwamba ni silaha ambayo unaweza ukaitumia. Si una jeshi, unajivunia una jeshi, si unajivunia una vyombo vya ulinzi na usalama, si unajivunia una intelligence kubwa kwenye nchi. Sasa kuna mapigo ambayo yanaweza kuja hayahitaji vile vyombo. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Ikaja pigo la nzige, bado lina pigo la nzige linalenga uchumi wa Misri. Haitoshi, likaja pigo la giza, nchi yote hakuna umeme hakuna. Lakini pigo la mwisho likaja kuwa pigo la kila mtu. Hilo sio pigo la mwisho, likaja pigo la kuwaua wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama, wa mifugo. Biblia inasema hakuna nyumba ambayo haikufiwa na mtu. Lakini Waisraeli walikuwa salama. Waisraeli walikuwa salama. Mimi natoa mfano wa mfalme Yehu aliyetiwa mafuta awe mfalme wa Israeli, lakini akiwa na lengo la kumtandika mfalme aliyekuwepo. Kabla ya hapo alikuwepo mfalme Ahabu, amtandike viboko, na alipompiga kijeshi akampindua, akachukua nchi. Sasa baada ya kuwa wamefiwa, Israeli wameanza safari. Walipoanza safari, yule mfalme wa Misri akaona tumeomboleza imeisha. Sasa watu wenyewe wako wanatangatanga tu, hawana mahali pa kwenda, wanatangatanga huko jangwani. Akasema tuwafuate, tuwatandike huko, tuwarudishe. Mawazo yakaja. Angalia, Israeli walikuwa hawana kipindi kile, hawana teknolojia, hawana silaha. Kilichotokea nini? Kipindi mfalme anaandaa vita kwa ajili ya Waisraeli, Biblia inasema usiku malaika alitumwa, akatoa magurudumu yale magari yote ya kivita makubwa aliyokuwa anategemea. Bado haelewi. Wakasema hapana, tuna magari mengine yako store. Wakayachukua yaliyoko store, wakachukua vifaa vilivyoko store, wakawafuata kwenye bahari ya Shamu. Wanafika bahari ya Shamu, Mungu anamwambia Musa, inua fimbo yako, gawanya haya maji. Anagawanya maji, bado watu hawaelewi. Unajua, Mungu akitaka kulipiga taifa, hata washauri wazuri wanaotakao mshauri yule kiongozi huwa wanaonekana wabaya. Wakionekana wabaya, hata unakuwa waelewi, lakini baadaye wanakuja kuonekana wazuri. Kwa nini? Mwanzoni mliwaona mabaya, baada ya kipigo ndio mtu asema ungemsikiliza. Sasa basi, kilichotokea ni nini mtu wa Mungu? Baada ya kuwafuata Waisraeli, Mungu akasema si mna viburi? Okay, fine. Israeli wakavuka sehemu kavu. Hao watu kwa sababu wamepumbazwa, mfalme Farao kwa sababu na jeshi lake lote na vyombo vyake vya ulinzi, kwa sababu amepumbazwa, hana nabii anayemwambia, hana mtu anayemwombea, yeye anajivunia na vyombo vya ulinzi alivyo navyo, akajikuta ameingia kwenye mtego. Wewe umeona njia, siku zote hamnaga njia. Hiyo njia imetokea wapi? Akajua tuwafuate, twende. Wakaenda. Biblia inasema mtu wa mwisho alipokuwa anatoka kwenye maji, mtu wa mwisho wa Israeli alipokuwa anatoka kwenye yale maji kwenye bahari ya Shamu, mtu wa mwisho wa jeshi la Misri ndo anamalizikia kuingia kwenye ile bahari. Mungu alichokifanya, akaifunga ile bahari, wakafa kwa maji. Mungu anapiganaga mwenyewe. Nasema Mungu anapiganaga mwenyewe. Taifa lolote lisilomtii Jehova Bwana wa mabwana, kila silaha inainuka juu ya fungu la mwenye haki
haitahesabika. Haijalishi Tanzania tunapitia mangapi, Mungu atuepushe nayo. Haijalishi Afrika tunapitia mangapi, Mungu atuepushe nayo. Afrika kuna Mungu. Ndio maana Mwalimu Nyerere alitunga wimbo akasema, Mungu ibariki Afrika, wacha Afrika yetu ibarikiwe, wacha Afrika yetu ibarikiwe, wacha Afrika yetu ibarikiwe. Watu wa Mungu, niwaambie, kila aliyekusudiwa na Mungu, Mungu anamuokoa yeye mwenyewe. Haijalishi utapitia mangapi. Wacha nihubiri kwa muda mfupi sana, Mungu atakuokoa. Ndio maana nikaanza kwa kusema, umekuja kwa sababu ya kusudi na Mungu. Wacha Mungu akuokoe na wacha Mungu akutumie. Yale yaliyoshindikana, wale maadui zako wanaokutafuta, wanaokuinda, wacha Mungu akutetee. Haijalishi utapitia kwenye tabu ngapi. Yuko Yehu ametiwa mafuta, yuko Yehu ametiwa mafuta. Mtu wa tatu, Hazaeli. Hazaeli alikuwa ni mtu wa Syria kwa sasa, ambapo zamani iliitwa Alam, na kabila lake aliitwa Mwaramu. Syria ni nchi iliyokuwa kaskazini mwa Israeli yenye mji mkuu Dameski. Waaramu walikuwa ni watu wa Mesopotamia, waliongea Kiaramu, ila walikuwa maadui wa mara kwa mara wa Israeli. Hii tunaipata wapi? Tunaipata Wafalme wa Pili, 8:7 hadi 15. Hii ya Yehu ya kiboko, ya kumtia kiboko mfalme muasi, tunaipata Wafalme wa Pili 9 hadi 10. Andika, muda wetu umeisha. Wafalme wa Pili 9 hadi 10. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Hazaeli Mungu alimtumia kama chombo cha hukumu dhidi ya Israeli kwa sababu ya uasi wao. Hiyo tunaipata wapi? Tunaipata Wafalme wa Kwanza sura ya 19 tunaipata ndio Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 15 hadi 17. Lakini pia kitabu cha Amos. Mimi nataka tuzungumzie kitabu hiki cha Amos sura ya 3, Amos 1 mstari wa 3. Amos 1 mstari wa 3. Amos 1:3 mpaka 4. Hayo ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Dameski, naam kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu wameipura Gileadi kwa vyombo vya kupuria vya chuma. Lakini nitapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli, nao utayateketeza majumba ya Beni Hadadi. Unaona sasa? Unaona, ishia hapo tu. Utayateketeza majumba ya Beni Hadadi. Huu moto, huyu ni Mungu anazungumza, anasema, lakini nitapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli, nao utayateketeza majumba ya Beni Hadadi. Moto unaingia katika nyumba ya Hazaeli, lakini una lengo ya kuteketeza majumba ya Beni Hadadi. Beni Hadadi alikuwa ni mfalme anayeasi. Haleluya, watu wa Mungu, ni mfalme aliyeasi. Kwa hiyo huyu Hazaeli Mungu alimtumia kama mfalme wa hukumu, na katika hukumu Mungu analeta moto usioweza kuzimikwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Nafundisha nini watu wa Mungu jioni leo? Sababu za Mungu kuwatia mafuta hao watu watatu. Nimezungumza mwanzoni, sababu ya kwanza ilikuwa ni kudumisha uongozi wa kiroho. Hii tumeiona, uongozi wa kiroho tumeiona kwa Elisha nabii. Sababu ya pili ilikuwa ni kuhukumu uovu. Yehu yeye alikuwa ni mfalme wa kijeshi. Ukisoma Biblia yako vizuri,
Ni mfalme aliyeibuka kama Traore, ana nguvu kama Traore. Ni mfalme ameibuka na nguvu kama Traore. Traore ni mwanajeshi na Mungu anamtumia kama mfalme, ana nguvu, anatisha. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza kaibua mtu ambaye haeleweki kwenye taifa, kwa ajili ya nini? Ya kuokoa kizazi chake, kwa ajili ya kuokoa taifa lake, kwa ajili ya kuokoa watu ambao anasema huyu namuinua kwa sababu amekuwa mwaminifu kwangu, ninamuinua kwa ajili ya kazi yake. Sasa ninazungumza kwa sababu ni mfano tu kwamba Rais Ibrahim Traore, rais ni waisi wapi? Burkina Faso. Ni kwa sasa ni rais, lakini ni mfano ambao alichaguliwa, yani kuingia kwake, uongozi wake anafanana na mfalme Yehu. Yehu alikuwa ni mfalme wa kijeshi, ametoka jeshini anaingia ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa amepakwa mafuta na Mungu kwa kazi maalum. Kiboko kwa wanaotenda maovu kwenye taifa, wale wanaoonea wengine kwenye taifa watainuliwa na wengine, unatandikwa na mwingine bila kujali. Nilipokuwa nasoma maandiko haya nikasema, Mungu tulehemu Afrika, Mungu tulehemu Tanzania, Mungu tulehemu. Kwa nini? Kwa sababu maovu yasiingie kwenye nchi yetu Tanzania. Lakini jambo jingine, kwa nini Mungu alichagua watu watatu? Pointi ya tatu ilikuwa ni kuwafundisha Waisraeli kwa njia ya mateso. Waliteswa na Hazaeli mfalme wa kigeni. Mfalme katoka nchi nyingine kaingia Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu Israeli ni waasi, hawafanya maovu, na si kama wote wanaofanya maovu, kiongozi wao ndiye anayefanya maovu. Mungu akainua taifa jingine la kigeni kuja kuwatandika Israeli. Nilizungumza watu wa Mungu nikasema, kila aliyeokoka Mungu ana kazi naye. Unaweza kupita kwenye misukosuko 1, 2, 3, 4, 5, 6, lakini unapodumu na Mungu hatakutoa kwenye hiyo misukosuko. Haijalishi upitie mangapi, wewe ndani mwako, hata kama kwa nje kwa mwili watakuchapa, watakuumiza, ndani yako sema ninaye Yesu. Yesu simuachi. Yesu nitoe mahali nilipo. Yesu nitoe kwenye gereza. Yesu nitoe kwenye mateso. Kuna wakati ambako utakuwa una nguvu za kuomba, kanisa linasimama juu yako, linasimama kama Petro. Petro yuko gerezani, kanisa linaomba, linanena kwa lugha, linaomba, linasema Petro atoke gerezani, na Petro akatoka. Haijalishi watakutia gerezani, mtu wa Mungu, utatoka tu. Haijalishi watakuwekea tuma mbalimbali, utatoka tu. Haijalishi watakusema kwa mabaya, utatoka tu. Haijalishi utakaa peke yako, utatoka tu. Haijalishi utadhulumiwa, utatoka tu. Haijalishi utashtakiwa kwa makosa ya uongo, utashinda tu, maana mtetezi wako yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mungu aliyemtetea Musa anakutetea na wewe. Mungu aliyemtetea Musa anakutetea na wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sio kawaida Jumatano ukuta naongea kama hivi. Huwa nafundisha kwa roho si ya kiwarimu, lakini Mungu ameachilia ujumbe. Mtaona tutakwenda kuomba baadaye, tutaenda kuombea taifa letu hili Tanzania. Wewe ni Mtanzania, wewe ni Mtanzania. Nasema wewe ni Mtanzania, lazima uombee nchi yako Tanzania. Kama uharibifu ukiwepo, utakaa wapi mtu wa Mungu? Uharibifu ukija Tanzania, Mkristo utazuiliwa kuabudu. Nasema utazuiliwa kuabudu. Nasema watasema kanisa hili lifungwe usiabudu. Na lazima tutaomba kitaeleweka. Tutaomba kitaeleweka. Tutaomba kitaeleweka. Mungu amekuweka na kusudi na wewe. Hii ndio saa ya vita, ya kuomba, kumwambia Bwana tunaitaka Tanzania. Akamwambia Bwana
Tunaitaka Tanzania yetu ya amani. Mabaya yasitupate, mabaya yasitupate. Oh ya sikia mtu wa Mungu, achana na maswali kwanza. Nasikia tuingie kwenye maombi kuombea Tanzania. Nasikia tuingie kwenye maombi tuiombee Tanzania. Oh, haijalishi una agenda gani, wewe simama mtu wa Mungu. Simama tuiombee nchi yetu. Simama tuiombee nchi yetu. Simama tuiombee nchi yetu. Ya. Shetani asikamate nchi yetu kupitia mahali popote. Akafunga nchi yetu. Akafunga nchi yetu. Wakristo tusiabudu. Akafunga nchi yetu tusiwe na uhuru wa kuabudu. Yako mataifa ambayo shetani alipoingia, wakiabudu wanalipuliwa na mabomu. Mabomu yanategwa kwenye makanisa, yanalipua makanisa, yanalipua watu. Wengine Waislamu wakiwa misikitini, tunaona ya kwamba mabomu yanategwa. Tumeona nchi mbalimbali yanategwa, yanalipua misikiti yao. Oh, hapana. Tanzania tumeishi kwa amani kwa miaka mingi. Oh, dini zisivuruge. Asiwepo mtu wa kuiharibu amani ya Tanzania. Tuishi kwa amani yetu tuliyokuwa nayo. Paza sauti yako. Labo sheketeke diba. Raba saka rabo rianda raba. Rando seke diba kasayabo. Mungu ninakuomba Tanzania. Mungu nakuomba kwa ajili ya saka dibo. Riko saka dabo. Riko saka dabo. Riko saka dabo. Rika daba seke popo. Ombea Tanzania mtu wa Mungu. 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 Katika jina la Yesu. Ombea Tanzania. Tanzania ni nchi yangu ya amani. Ninaomba Baba. Ninaombea amani. Ninaombea amani. Ninaombea amani. Ninaombea amani. Ninaombea amani. Amani ya Tanzania. Ninaombea amani. Amani ya Tanzania. Ninaombea amani. Amani ya nchi yangu. Ninaombea kanisa. Kanisa Tanzania. Ninaombea kanisa. Kanisa Tanzania. Ninaombea kanisa. Kanisa Tanzania. Ninaombea watumishi wa Mungu. Ninaombea watumishi wa Mungu. Unaona wachungaji wakishtakiwa. Tunaona wachungaji wakifungwa. Tulianza kumuona Mbarikiwa Mwakipesile akifungwa. Tuliomba kanisa, Mungu akamtetea. Nilisimama nikaomba, Mungu kanijibu. Kama niliona Kimaro amepita kwenye misukosuko, lakini nilisimama, niliungana na Watanzania, nikamwombea mchungaji Kimaro kwa ajili ya misukosuko, na Mungu ukamwepusha, ukamponya, ukamponya. Ebo sakadibara bora rika sandara boboria rika sakabodia. Ninamwombea hata mtumishi wako Askofu Gwajima, Bwana msaidie na kanisa lake. Bwana msaidie, huduma isonge, isonge Baba. Rabosa kadara Baba. Oh, Musa anaiongoza Kanaani. Musa anatuongoza. Musa. Ninakuombea Gwajima. Ninakuombea Gwajima katika jina la Yesu. Hata kama kuna mahali pengine ulifanya makosa, mimi nakuheshimu kama mtumishi wa Mungu. Ninasimama, hata wewe utasimama kwa zamu yako kuniombea mimi pia. Hata wewe utasimama kwa zamu yako Gwajima kuniombea mimi pia. Maana ulipokuwa unaiombea amani Tanzania, na mimi nimo Tanzania. Yesu, kama ulivyomjibu Kimaro, kama ulivyonijibu kwa maombi ya mchungaji Kimaro, kama ulivyomjibu nilipokuita, ulinijibu kwa habari ya Mbarikiwa Mwakipesile, ninakuita kwa ajili ya Askofu Gwajima. Tusaidie Baba, tusaidie Baba. Ninakuita kwa ajili ya kanisa la Roman Catholic. Imekuwa ni kanisa zuri, imekuwa ni kanisa zuri katika jina la Yesu. Imekuwa ni kanisa zuri kwa jina la Yesu. Ninaomba dhidi ya kanisa la Roman Catholic. Ninaomba dhidi ya kanisa la Lutherani. Ninaomba kanijua ya kanisa la Anglikane. Ninaomba kanisa la Moravian. Ninaomba dhidi ya kanisa ya Kipentekoste. Makanisa ya Kipentekoste ndio yanaomba dhidi ya mitume na manabii. Riko sakadabadia. Tuokoe Tanzania, tuokoe Tanzania. Ninaomba dhidi ya makanisa yote Tanzania
juu ya FPCT Tanzania. Akarabo seke dibaraba rika sanda rabaraba rika sanda rabaraba rika sanda rabaraba horaba sakadaba ya delele rika sanda labarabara horaba sendele boria kadarababa. Ninaomba dhidi ya kanisa Tanzania. Mungu aliyemwinua Musa akamponya Farao alipotaka kumuoa. Bwana hamuinue, Bwana hawaponye watumishi wake, hawaponye watumishi wake. Hatulinde Baba, utulinde Jehova, ulilinde kanisa lako. Mungu, ninaomba dhidi ya Waislamu wote Tanzania, tuishi kwa amani. Mungu, tumeishi kwa amani. Mungu, tumeishi kwa amani. Mungu, tumeishi kwa amani. Madhehebu yote tumeishi kwa amani. Hili nalotaka kujitokeza ni amani, nataka kuvurugwa. Yes. 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 Katika jina la Yesu. Sema Yesu. Yesu. Tunakuita jioni ya leo. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Kwa ajili ya kanisa Tanzania. 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 Tunakuita kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya amani ya Tanzania. Ya Tanzania. Ya Tanzania. Ya Tanzania. Yes. Kila silaha inayoinuka kulishambulia kanisa haitafanikiwa. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila pigo linaloweza kuachiliwa kuiadhibu Tanzania lisifanikiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila pigo linaloinuka kwa ajili ya kazi ya Mungu lisifanikiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yoyote anayetaka kuiharibu amani ya Tanzania, mishale ya moto imrukie yeye. Apigwe. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama vile Farao alivyotaka kuwaua Israeli, alipopigwa, na mimi natuma jeshi la malaika wa Bwana likapige Farao yoyote anayetaka kuiharibu Afrika, kuharibu Tanzania. Yes. 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 Farao hautaweza, hautashinda. Vita ni ya Bwana. Vita sio ya kwetu. Vita ni ya Bwana. Tanzania iko salama. Vita ni ya Bwana. Afrika iko salama. Vita ni ya Bwana. Katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Ninaomba tukae watu wa Mungu. Ninaomba tukae watu wa Mungu.